Naam, hii ni sehemu ya 4 na ya mwisho kabisa ya simulizi yetu hii ya In Love with My Baby Daddy, yani na kwenye mapenzi na baba wa mwanangu. Tuangalie nini kirejere. Jamani, mimi naitwa Trishi na hii ni Light Simulizi. Kama bado hujaacha chama langu, basi bonyeza neno limeandikwa subscribe, lakini pia bonyeza alama ya kengele. Usisahau kucomment, kushare, lakini pia kulike. Hapo utakometisha sana. Karibu. Nikauliza kwa nini nivue nguo mbele yenu. Nahitaji kukuchunguza kama utakuwa mke bora kwa Frederick au la. Shangazi yake Ashura aliongea. Nikamwambia hapana, siwezi kufanya hivi. Viana alinipa ishara nivue, lakini nilimkatalia. Nilipoona hatuelewani kwa watu hawa, niliondoka. Siku ya kesho tunatakiwa kufanya rekodi ya bidhaa yetu mpya. Tuliongea na watu wa China, hatuwezi kuendelea kukaa hapa. Tunatafuta muda mwingine wa kuja kumfariji Frederick. Sio Lilian aliongea. Nilikuwa nahitaji kuondoka pia, nijitahidi kumfuata Frederick kwa wakati mwingine. Nilikuwa nahitaji kuondoka pia. Niliahidi kumtafuta Frederick kwa wakati mwingine. Nilielewa yupo kwenye maumivu makubwa, lakini niliamini atakuwa sawa. Wakati tunafika getini, nilizuiliwa kutoka. Lilikuwa ni pendekezo la Ashura. Wewe uwe na Frederick. Kama tusipolitimiza hitaji lake, nafsi yake haitopumzika kwa amani. Shangazi yake Ashura aliongea. Mwache aondoke. Tangu mwanzo hakuwa tayari na ndio sababu alitoroka. Hii ni nyumba yangu. Naomba msiniletee maagizo atakayosababisha tusielewane. Nilimuoa Ashura na sio familia yake. Kuhusu mtoto wangu nitaamua anakaa na nani. Frederick aliongea kisha akapiga hatua akanikumbatia. Pindi tutakapokuwa tayari, naomba urudi kwa ajili yangu. Nipo kwenye maumivu makali mno. Frederick aliongea kisha akaondoka. Geti lilifunguliwa, mimi na Shio Lilian tuliondoka. Naomba urudi kwa Frederick. Anaonekana kuwa kwenye maumivu makubwa. Sioni mtu wa kumfariji tofauti na wewe, Lilian aliongea. Ustawi wa kampuni yako unategemea rekodi na bidhaa nitakayofanya hiyo kesho na watu wa China. Naomba usivunje moyo katika hili. Usinivunje moyo katika hili. Naomba uniache nitimize jukumu langu, niliongea. Lilian alitikisa kichwa. Tulipanda ndege tukarudi Mwanza. Sikupata muda wa kupumzika. Nilianza kufanya mazoezi kuhusu siku ya kesho. Niliwekeza akili katika kazi. Hatimaye siku ya kufanya rekodi iliwadia. Nilikuwa nimependeza sana. Tulianza kufanya rekodi ya tangazo. Tulitumia muda mrefu kuliko siku zote. Mpaka namaliza nilikuwa nimechoka mno. Nitasitisha mkataba na wewe kuanzia sasa. Naomba urudi Mbeya. Najali sana kuhusu Frederick. Pindi atakapofanya maumivu ya USA kurudi, hata karudi tena Tanzania. Sitamani umkose mwanaume huyo, Lilian aliongea. Nilimkumbatia sababu ya maneno yake. Nirudi nyumbani nikamweleza bibi kila kitu. Bibi alihuzunika sana baada ya kujua na baada ya kusikia Frederick yupo kwenye wakati mgumu. Tulikubaliana wote kurudi Mbeya. Bibi yangu alitaka kubeba kuku wake. Tukapanda ndege. Naomba waache kuku wako hapa, nilimwambia bibi. Turejea Mbeya. Nilikuwa nimechoka sana, lakini nilipitiza nyumbani kwa Frederick. Taarifa nilizopatiwa zilishtua moyo wangu. Eti kaelekea airport. Sikuwa mzuri katika kuendesha gari, hivyo nilipanda pikipiki. Nipeleke uwanja wa ndege haraka iwezekanavyo. Nitakulipa pesa ndefu sana ambayo hujawahi kulipwa tangu uanze kazi, niliongea. Sikuwahi kujua kama pikipiki inapaa kuliko hata ndege. Tulifanikiwa kufika airport. Kijana pikipiki alikuwa bega kwa bega na mimi. Bila shaka anahofia huenda nisimlipe. Naomba kusikia ndege inakwenda USA. Nimeshaondoka tayari, niliuliza huku machozi yakiwa yananitiririka. Bado sekunde 10 tu iondoke. Tayari abiria wote wameshakaa kwenye ndege, wanasubiria safari. Dada wa mapokezi aliongea. Niliondoka kukimbia, sikuwahi kujua kama nina kazi namna hii.
Nilifanikiwa kuiona ndege. Nilianza kupiga kelele za kumuita Frederick. Nilijikuta nikilia baada ya kuona mlango wa ndege umefunguliwa. Frederick alishuka. Kisha akafuatwa na Viana akiwa kama mtoto wa Ashura. Nilisimama nikaenda kumlaki. Taratibu, unanipaka kamasi. Frederick aliongea. Ndipo niliposhtuka kuwa nilikuwa nachoruzika kamasi. Mara nyingi nikiwa nalilia pua zangu huwa zinalegea sana. Nitakuwa milioni 10 kama si juhudi zako siku ya leo. Ningempoteza mwanaume huyo. Milioni 10? Dereva wa pikipiki aliuliza akiwa haamini kabisa. Sio milioni 10 tu, utakuwa dereva wangu kuanzia sasa. Niliongea nikifahamu fika pindi nitakapoolewa na Frederick nitaishi kama malkia. Wote kwa pamoja turudi nyumbani. Viana hakuonekana kufurahia uwepo wangu, lakini hakuwa na namna zaidi ya kufuatisha kile Frederick anataka. Taratibu za harusi ziliandaliwa. Bibi yangu alionekana kufurahi kupita kiasi. Nitakuweka mwenye makeup. Sina imani na wewe. Huenda ukatoroka, Frederick aliongea. Sikuwa nikijua kama anaweza kupamba vizuri namna hii. Nilipendeza kupita kiasi. Viana alikuja kutuangalia. Alicheka tabasamu baada ya kuona nimekuwa katika muonekano mzuri. Tunaweza kwenda sasa, Viana aliongea. Kwa pamoja tuliongozana. Watu walionekana kufurahi. Hakika tulikuwa tumependeza mno. Tulikula kiapo cha ndoa. Tulipatoa cheti, tukatia saini zetu. Nitakuwa mama mzuri kwa Nurati, nilimwambia Frederick. Alinipiga busu zito mbele ya umati wa watu. Mimi na bibi yangu tulihamia nyumbani kwa Frederick rasmi. Bibi, hilo ni tumbo lako au matumbo yetu? Friji lilikuwa limejaa matunda yote, yameisha kwenye tumbo lako tu. Hakika hii nyumba imeingiliwa. Nilimsikia Viana akimlalamikia bibi yangu. Nilifunika kombe mwanaharamu apite. Bibi yangu si mtu wa kula matunda zaidi ya mawili. Nyama zote nilizokaanga zimeisha. Sitaki kuamini humu ndani kuna fisi linalokula mpaka nyama zilizokaangwa. Ashura. Sikutaka pia kuzungumza. Nilielewa anataka kelele na mimi, lakini sikuwa tayari. Nilikuwa makini sana kumwangalia Nurati. Kuna muda nilikuwa natetemeka kila aliponiangalia machoni. Alifanana sana na Ashura. Ukakamavu wa macho yake haukuwa na tofauti na mama yake. Nipatie mtoto, ni muda wewe yeye kukaa bustanini, Viana aliongea. Macho yake yalionekana kutaka ugomvi. Nimejitahidi sana na nimejiahidi sitampatia hata sekunde ya kuvutana na mimi. Nilimpatia mtoto akaenda bustanini. Niliingia bafuni nikaoga kisha nikaelekea ofisini kwa Frederick. Moyo wangu ulikuwa umemkumbuka, sikuwa tayari kumsubiria mpaka atakaporejea kutoka kazini. Wafanyakazi wote walikuwa wananitazama. Minong'ono ya chini ilisikika ni wazi kabisa hawakutarajia kama mimi hapa ningeolewa na CEO wao. Frederick alikuwa bize sana. Sijawahi kumuona akiwa bize hivi tangu na ufahamu. Nimekuja wakati mbaya sana. Nipo naandaa taarifa nitume makao makuu ya kampuni zote za Coca-Cola, Frederick aliongea. Niliacha tabasamu kisha nikakaa kwenye kochi. Sijui hata nililala saa ngapi. Nilikuja kushtuka baada ya kuhisi kama kuna mtu ananibusu. Sikuwahi kufikiria kama unakuwa mzuri namna hii ukiwa umelala kuliko ukiwa macho, Frederick alizungumza. Nijikuta nikicheka kutokana na sifa zake za uongo. Alidai amemaliza kazi hivyo. Tuliondoka. Tulielekea supermarket tukanunua vitu vingi kwa ajili ya Nurati. Turejea nyumbani muda ukiwa umekwenda sana. Bibi yangu alikuwa amekaa sebuleni, alionekana kunisubiria. Nilikwenda kumchukua Nurati kwanza chumbani kwake. Ni kawaida yangu kumjulia hali kama siku itaisha bila kuonana naye. Inaonekana Vivian hafurahi uwepo wangu. Inaonekana Viana hafurahi uwepo wangu. Kwa mrangu huu ni ngumu kukubaliana na shutuma hasa zile za uongo. Naomba nirudi nyumbani kwangu. Nilizoea kupigizana kelele na kuku na si binadamu, bibi aliongea. Asante kwa kunifikishia taarifa. Hakuna mahali utakwenda. Naelewa Viana hafurahi na uwepo wangu hapa na si wako. Vita yote hii ni anatafuta mimi na ananitafuta mimi na wala sio wewe.
Kila kitu nitarekebisha, nilimwambia bibi. Niliondoka na Nurati mpaka chumbani kwake. Nishangaa baada ya kumkuta Viana akilia. Baada ya kuniona alisitisha, alisimama akanisogelea kwa haraka akiwa kashika kisu mkononi mwake. Alikinyanyua juu kabisa eti anitoboe jicho moja. Sikuwa nikimwogopa hata kidogo. Nilijikuta nikimmezea macho, yaani nimkazia macho. Sijui alifikiria kitu gani. Alikishua kisu chini. Sijui kitu gani alifikiria, akaachia kisu chini. Ashura alinipatia maelekezo nimwangalie mtoto wake. Hakuacha maelekezo yote kuhusu wewe. Sielewi kwa nini unanichukia. Sijamuua Ashura, alipoteza maisha kwa sababu wakati wake ulikuwa umefika. Niliongea. Umemuua. Wewe ndio umemuua Ashura. Kama ungeziheshimu sheria za mkataba mlizopeana, sidhani kama angeshika ujauzito. Sidhani kama mimba yako wewe ingeharibika. Viana aliongea. Nikamwambia naomba nisikie. Yaani nisikie. Ni kitu gani hicho kinaukarisha sana moyo wako kiasi cha kutaka kuniua? Kabla hajaongea, Fredrick aliingia. Sijui kama alisikiliza mazungumzo yetu au la. Lile nikapiga video call, anataka kutuona. Twende na Nurati. Fredrick aliongea huku akimbeba mtoto wake. Kwa pamoja tuliondoka. Nilifurahi kuzungumza na Lilian. Alikuwa amependeza sana ingawa ilikuwa ni video call tu. Usiku wangu ulikuwa ni mrefu. Nilijikuta nikosa tu usingizi. Niliamka nikaenda chumbani kwa bibi. Nishangaa sana kuona amelala kwa utulivu. Nilifanya kama kumtekenya hivi lakini haikusaidia. Kengele ya hatari iligonga kichwani mwangu. Nilinamisha kichwa changu taratibu tupime mapigo ya moyo. Niliogopa sana kwa sababu sikuwa na nini nikisikia mapigo yote ya moyo wake. Ninyosha vidole vyangu nikapima pumzi yake, sikuwa nikisikia chochote. Sijui hata nilipiga kelele saa ngapi. Fredrick pamoja na watu wengine walikuwa wameshafika. Daktari alifanya vipimo vyake chapu. Inaonekana amekula maini yenye sumu. Daktari aliongea. Maini yenye sumu? Niliuliza. Daktari alitikisa kichwa chake kuashiria ndio. Jikoni kulikuwa na panya mkubwa. Anatusumbua kila mara. Tulikuwa tunakuta upungufu wa vyakula. Hii tabia ilinikwaza sana. Nilipika maini kisha nikaacha wazi. Huo ndio ulikuwa mtego mwepesi kuliko yote. Sikujua kama bibi ndio panya aliyekuwa anatusumbua. Kama ningejua nisingeka mtego huo. Viana aliongea. Hasira yangu ilikuwa juu sana. Nilielewa Viana kafanya hivi kuumiza moyo wangu. Bibi yangu anapenda maini kuliko hata nyama. Ni wazi kabisa alitumia udhaifu wake kumuua. Viana, huwa hatuna bahati mbaya. Hasa mtu anapokatisha uhai wa mtu mwingine. Maelezo yako hajitoshelezi. Siwezi kuacha hili jambo lipite. Fredrick aliongea. Nia yake haikuwa mbaya. Sioni sababu ya kufika mbali. Niliongea kisha nikaomba watu wote waondoke isipokuwa Fredrick. Kwa nini umefanya hivi? Alipaswa awajibike kwa kosa alilofanya. Fredrick alizungumza. Nikamwambia kusamehe sio tu kosa la wizi au usaliti. Hata kosa kama hili linasameheka pia. Fredrick alinikumbatia, alionekana kuumia pia. Msiba kwa ajili ya bibi ulifanyika. Hakukuwa na watu wengi kwa sababu mimi na bibi hatukuwa na ndugu wengi. Ulidai nimemuua Ashura. Ulidai nimemuua Ashura. Wewe pia umemuua bibi yangu. Kuanzia sasa hatutakuwa na deni tena. Naomba uishi kama mfanyakazi kwenye hii nyumba. Kosa moja dogo litaondoka na shingo yako. Nilimwambia Viana kisha nikaondoka. Siku zilizidi kwenda, nilifurahishwa na maendeleo ya Nurati. Tulijizuia kuzaa kwanza. Tulihitaji Nurati afikishe miaka 4. Hata alipofikisha miaka 4 sikuwa na dalili za kushika ujauzito. Pamoja na kwamba tulikuwa tunafanya tendo la ndoa kwa ajili ya kutafuta ujauzito. Shangazi yake Ashura alikulaani ile siku ilionyesha jeuri kwake. Kama unataka kuzaa ni lazima ukavue nguo mbele yake. Usisahau hata siku ya kwanza kufika hapa ulivua nguo mbele ya Ashura. Viana aliongea. Niliacha tabasamu baada ya kusikia maneno yake. Sikuwahi kufikiria kama ipo siku nitashika kisu mkononi mwangu. Nilihitaji aniogope kuliko hata alivyokuwa anamuogopa Ashura.
Nilimwekea kisu shingoni. Mkono wangu mmoja ulikuwa unatetemeka. Niliuficha kimtindo, sikutaka aone. Kuanzia leo utakuwa mfanyakazi wa nje na sio humo ndani. Ni marufuku kuandaa chakula wala kugusa chochote cha humo ndani. Ulikuwa ni mfanyakazi unayeaminika na Ashura na si kwangu. Na ukiona huwezi kabisa kufuata masharti yangu, naomba uondoke. Niliongea nikiwa nimemkazia macho. Nilimwona akianza kutetemeka kabisa. Viana alianguka chini akanipigia magoti. Nilimwacha kaongea maneno yake yote mpaka alipomaliza. Machozi na kamasi sijaviona, siwezi kusamehe. Niliongea nikataka kuondoka. Nitakusimulia kwa nini ulipatikana na madawa kulevya kwenye begi lako. Viana aliongea. Maneno yake yalinipa hamasa ya kusikiliza sababu iliyonipelekea madawa kulevya yakapatikana kwenye begi langu. Siku moja nikiwa na Ashura, tunatoka supermarket. Tulikutana na wewe ukiwa unaotoka. Sina hakika kama ulituona. Uzuri wako ulimvutia Ashura na hata akaona itafaa kama mtaingia mkataba wa kuzaa. Isingekuwa rahisi kwako kufuatisha nini anataka kwa urahisi. Hivyo njia pekee ilikuwa ni kutengenezea kesi ya madawa kulevya. Viana alizungumza. Nikajikuta nikiachia tabasamu. Nilimruhusu Viana aondoke. Nilikwenda shambani kumwamsha Frederick, alilala muda mrefu sana. Nilimkuta akifanya mazoezi. Mara nyingi huwa anapenda kuweka mwili wake sawa kabla hajatoka chumbani. Alinilaza chini, akaanza kunifanyisha mazoezi. Nilijikuta tu nikichoka sana. Hakika nilalia kwa juu. Tulishtukia Nura akiingia bila hodi. Aligeukia ukutani, ni wazi kabisa hakutaka kuona madhambi yetu. Mama, nataka kula chakula chako. Kama hautonipikia nitashinda njaa. Nura aliongea. Mpaka sasa huwa hajui kama mimi ni mama yake wa kambo. Nilimsukuma Frederick akapigiza kichwa chake chini. Sikutaka kusikiliza malalamiko yake ya maumivu. Niliingia jikoni nikaanza kupika. Nilipika chakula kwa ajili ya watu wengine pia. Siku yetu ilisha vizuri. Viana alikuwa mtiifu. Kazi yake ilikuwa ni kufanya usafi wa nje ya nyumba. Nilihitaji kumpa muda abadilike. Wiki mbili zilikuwa ni nyingi. Nilianza kuhisi kichefuchefu. Hii dalili naitambua vizuri sana. Ilikuwa ni mapema sana kuzungumza kuhusu ujauzito wangu. Nilikwenda kuvumilia uchovu na dalili zingine bila kuzungumza. Kisha tutakwenda kumtembelea Ashura. Ni muda mwingi umepita bila kuongea naye. Niliongea. Frederick alidumu kunitazama, ni wazi ya kuamini kama naweza kukumbuka kuhusu Ashura. Tulijiandaa ipasavyo. Wakati tunataka kuondoka, Nurati alitaka kuongozana na sisi. Ni mtu wa maswali mengi sana. Nilijipa moyo nitaweza kukabiliana naye kwa vyovyote vile pindi atakapouliza kuhusu kaburi la mama yake. Pindi utakapokuwa mkubwa nitakwambia kila kitu. Kwa sasa naomba usiulize kitu chochote kile. Ukifanya hivyo utaumiza moyo wangu. Frederick aliongea baada ya Nurati kutupia swali. Tuliweka maua pamoja na waini aliyokuwa anaipenda sana. Tuliingia kwenye gari tukarudi nyumbani. Nilishangaa baada ya kuona Viana kabla mabegi yake tayari kwa kuondoka. Naamini na ndoto pia. Huwezi kuwa mfanyakazi wa kudumu mahali hapa. Siwezi kukuomba ubakie, nilimwambia Viana. Taratibu atuchumaa akamkumbatia Nurati. Machozi yalikuwa yanamtiririka. Isingekuwa rahisi kwa Nurati kuelewa maana machozi haya, ila mimi na Frederick tulielewa. Siku ya birthday yako ya 7 nitakuwa hapa. Naomba ujitahidi kuwa mtoto mwema, Viana aliongea. Auntie V, unaweza kuniambia chochote kuhusu Ashura? Tumetoka kuliona kaburi lake. Baba na mama walionekana kuhuzunika sana. Nurati aliongea. Nikija kwenye birthday yako ya 7 nitakwambia kuhusu Ashura, Viana aliongea. Nurati aliondoka kwa kuzira baada ya kuona hata Viana kama mgomea kuongea. Frederick alimuhamishia Viana pesa ndefu kwenye akaunti yake. Aliondoka huko akiahidi kutembelea siku moja. Wakati tunaelekea ndani, nilishuhudia mti uliofunikwa udongo sababu ya mchwa. Mate alinijaa. Nilimtigia Frederick akaingia ndani. Nilipohakikisha kafika mbali, nilianza kula udongo. Nilijisahau kama atakuwa kuingia ndani.
Manu, sauti ya Frederick ilinishtua. Naweza kujua sababu za yeye kula huo udongo unaotengenezwa kwa mate ya mchwa? Frederick aliniuliza. Nilikuwa tingisi kichefuchefu baada ya kusikia neno mate ya mchwa. Nilishinda kujizuia, nilianza kutapika. Frederick hakuwa na huruma na mimi. Alinishika mkono mpaka chumbani. Alichukua kikombe kidogo akanitaka nikojoe mkojo. Nikamwambia nataka kufanya kitu gani? Akaniambia kojoa. Nilivua chupi yangu nikakojoa. Bahati mbaya ushuzi ulinipita. Halikuwa lengo langu, bahati mbaya jamani. Hilo japo lako silitaathiri utafiti na nataka kufanya. Frederick aliongea kisha akaenda kumwaga mkojo chooni. Nina mimba. Niliongea baada ya kujua nini alitaka kufanya. Frederick hakuamini. Furaha yake ilikuwa juu sana, kiasi cha kutaka kuniwekea kibao. Sikuwa tayari katika hili. Nilimkwepa mkono wake wama kwenye kabati. Nilimzumia kisha nikafungua mlango huyo. Nilikimbia chumbani kwa Nurati. Mama, umenitisha. Nikamwambia baba yako anataka kunipiga. Niliongea nikajifunika blanketi yake. Frederick aliingia chumbani baada ya kumwona Nurati. Alijitia anajikuna kichwani. Nipo nafanya homework kwa kuwa nimeingia bila utaratibu. Naomba mnisaidie kufanya hayo maswali. Zilikuwa ni hesabu, siku zote huwa sipatani na hesabu kabisa. Frederick alikaa kitandani akaanza kumsaidia binti yake kujaza. Niliona hii ndio njia pekee ya mimi kuondoka. Mama, kwa kuwa umeshindwa kufanya hesabu, okota hata hiyo vipande vya karatasi. Nurati alinipatia kazi. Nilifanya kama alivyotaka kisha nikaondoka. Mida usiku tukiwa tumelala, Frederick alikuwa ananitazama. Ni kama alikuwa haamini kama anaweza kushika tena ujauzito. Tulijikuta tukifanya mapenzi sababu tu ya kukutanisha macho. Mimba ya safari hii ilikuwa ngumu kwangu. Pengine ni kwa sababu nilikuwa na uhuru na mwanaume huyu muda wote. Alishangazwa sana na ukubwa wa tumbo langu. Pole alikuwa analichunguza. Asubuhi moja alinigongea chumbani nikiwa nimelala. Auntie, wote waumu hawana tumbo kama lako. Ila nilipokuwa natoka shule niliona wanawake wawili wakiwa na ukubwa wa tumbo kama lako. Kwani humu kuna nini? Nurati aliuliza huku akiligonga tumbo langu. Nilisi mtoto anacheza tumboni. Nilimshika mkono Nurati nikamshikisha. Alitaka kukimbia lakini nilimshikilia. Ndani ya tumbo langu kuna mdogo wako anaishi. Muda si mrefu mtaanza kucheza wote. Nurati aliachia tabasamu. Alipanda kitandani kwetu kulala. Frederick alikuwa kalala na boxer tu. Nilimsisitiza asiamke mpaka pale Nurati atakapoondoka. Hatimaye muda wa kujifungua ulifika. Uchungu ulikuwa ni mkali sana, lakini nilijitahidi kufuata maelekezo ya daktari mpaka niliposikia sauti ya mtoto. Alikuwa ni mtoto wa kiume. Frederick alifurahi mno. Tulimuita mtoto wetu Donald. Nurati alifurahi sana. Mtoto alikuwa kafanana na Frederick. Hakuchukua chochote changu pamoja na kwamba amekaa tumboni kwangu miezi 9. Mnishe mtoto aridhike, Frederick alinikumbusha mara kwa mara. Baada ya mtoto wetu kufikisha miezi 6, tulikwenda USA, yani Marekani. Wazazi wake Frederick walitufungia visa tusirudi tena Tanzania. Nilikwambia siku utakayokuja huku hautorudi tena Tanzania, babake Frederick aliongea. Mwanzo tulisi ni utani, lakini miezi 6 ilikatika. Kama si Lilian kutengeneza uongo kuwa kafariki, huenda tungewezea huko. Nurati alipotimiza miaka 7, tulimsimulia kuhusu Ashura. Diana alikuwa hapa kuhakikisha hadithi tunayompatia Nurati haimtoi machozi muda mrefu. Jamani, huu ndio mwisho wa simulizi yetu hii ya In Love with Baby Daddy. Naamini ni mengi umejifunza, ni mengi umeyapenda. Bana, tukutane hapo kesho
katika simulizi nyingine mpya ambayo ni kibao kikali kweli kweli zaidi ya hiki hapa. Lakini mimi naamini umeenjoy sana. Asante. Mimi naitwa Trishi na hii ni Light Simulizi. Asante.